Mfugaji mwenzangu, katika banda lako la ufugaji hakikisha unaweka bembea au vichanja kwa ajili ya kuku kupumzika wakati wa usiku au wakati wa mchana. Hakikisha kuku wako wanalala eneo la juu ili kupunguza uwezekano wa kuvuta harufu ya kinyesi walichojisaidia wakati wote wa mchana. Zingatia vyombo vya maji na vya chakula viwe vya kutosha kulingana na idadi ya kuku katika banda lako. Sehemu za kuku kutagia ni muhimu sana ili wasivunje mayai. Kiota kimoja wastani kuku 5 wanataga katika eneo hilo. Zingatia pia katika eneo lako la ufugaji kuwe na sehemu ya kulelea vifaranga mbali na kuku wakubwa. Hiki ni chumba chetu kinaitwa brooder. Tunaweka kuku hapa, kila brooder vifaranga 1000. Kadri watakavyokuwa wakubwa tutazidi kutanua kulingana na wanavyozidi kuongezeka unene au umri. Tumsikilize na mfugaji mwingine hapa ana kipi cha kutushauri. Karibu mpendwa mfugaji. Leo tuna habari njema. Tumekuja na fursa kabambe kama unavyojionea mbele yako. Tumekuja na mashine ambazo zinatumia sola, umeme pamoja na betri. Leo ni siku ya 21 na ni siku ya kupata vifaranga. Haya mayai hapa yatatoka baada ya siku 2 mbele, kwa sababu huwa ninaweka mayai kidogo kidogo. Na hawa vifaranga wameshakwisha kutotoleka, na huyu hapa ndo anamalizika kujitotolesha. Niambie uko wapi, tutawatumia mashine, na watu wa mikoani tutalipia mkishapokea. Hii mashine ni ya mayai 30 na bei yake ni 200,000, lakini pia tuna hii mashine ya mayai 70 nayo inatumia sola, umeme pamoja na betri na bei yake ni 400,000. Lakini pia tuna mashine za mayai 120, 170, 500, 1000 mpaka mashine ya mayai 5000.